Moja kwa moja mpaka mjini club. Kuna dada mmoja anacheza vizuri mno na bomba, huku pesa nyingi sana zinamwagikia. Baadaye anarudi chumbani kwake, anasema jina langu ni Esther. Kata hilo, jina langu ni Extra. Mimi ndo Extra. We ni mzuri sana. Mungu anajua kuumba. Omalicha achaluguwayoma, mzuri mpaka unakera. Esther, hivi unajua wanakusubiri huko? We shida yako nini? Naitwa Extra, umenisikia wewe? Huku upande wa pili tunakutana na washikaji wawili, mmoja anaitwa Sean na mwingine anaitwa Jason. Hawa washikaji wanafanya biashara ya forex, wazee wa kudownload pesa. Sasa leo hii wameingia sokoni, wakapiga dolari za Kimarekani 70,000 sawa na milioni 175 kwa pesa za Tanzania. Wao wenyewe hawaamini, wamelala maskini, wameamka matajiri. Mzee, sema chochote, hata kama ni figo ya mtu mimi nanunua. Kelele tu eneo la tukio. Tunarudi kwa Extra. Ili kumwelewa vizuri huyu dada, acha turudi miaka 15 nyuma, kipindi Extra akiwa msichana mdogo, analala chumba kimoja na wadogo zake wa kiume. Tunasikia sauti kwa mbali, wazazi wao wakizozana. Mama anadai kachoka ya maisha magumu kila siku, anamwachia watoto mzee awatunze, yeye aende akajitafute mwenyewe. Mara mlango unagongwa, mzee akaanza kuhangaika humu ndani, anajificha. Punde akaingia mwamba mmoja hivi, akamuuliza, wewe jina lako nani? Naitwa Esther. Mchizi ya kujibu kitu, akaondoka. Baada ya muda Esther akatoka nje kwenda kumtoa baba yake alijificha kwenye pipa la maji. Yaani walikuwa na maisha magumu sana kipindi hiko, na baba yake Esther alikuwa na madeni kila kona. Basi bana, akajiandaa tena kama kawaida, akatoka akaingia mzigoni kucheza na bomba, kuwavutia mabosi waweke hela, ikiwezekana wamnunue kwa usiku mzima. Sasa wakati anacheza na bomba, akakitupa kichwa kwa nyuma hivi, macho akagongana na Sean, mzee wa forex. Si ana pesa sasa hivi, kwa hiyo bata jingi. Sean akavutiwa sana na Esther hapo yani. Huku Esther tena macho akamwangukia huyu mwamba, akakosa pozi kabisa, sura ikajaa huzuni. Mchizi anakula mitungi, anachanganyia na moshi tu. So huyu jamani nani? Huku nako Sean anataka mfate sasa Esther, kutupa macho bombani amuoni, tayari kapanda kahaba mwingine. Tunatupwa tena miaka 15 nyuma. Kuna baba, Esther na wadogo zake wawili wa kiume. Mama kawakimbia, maisha ni magumu mno. Mzee haelewi hata afanye nini, analia tu. Sasa wakati Esther anamtia moyo baba yake kwamba kila kitu kitakwenda sawa tu, akaingia tena yule mchizi anayemdai mzee. Ndio tunaonyeshwa sura yake sasa. Kumbe ndio yule mwana wa kule club. Mchizi anaitwa Jega. Leo sasa anaitaka hela yake. Esther akawa anamtetea mzee wake kwa kujiamini sana. Babangu akipata atakupa tu. Unataka kumuua babangu au? Juzi kidogo anguke bafuni kwa kukimbia wewe. Mzee anamziba mdomo. Esther haelewi, anafunguka tu. Jega akacheka sana. Kavutiwa sana na ujasiri wa Esther, akamchukua kinguvu, ndo kumleta sasa kwenye hii klabu yake, akamkabidhi kwa huyu mama anaitwa Mama D. Ndo huwa anawasimamia makahaba wote, pesa wanayoingiza, wanaenda kulala na nani na nini. Hivyo Esther atauzwa mwili wake hapa mpaka atakapofikisha deni la baba yake analodaiwa na Jega. Na hakuwa yeye peke yake tu, kulikuwa na wasichana wadogo kibao wako hapa pia. Hivyo Esther yuko hapa club toka iko kipindi mpaka leo hii. Lakini pia Jega amekuwa akijipigia tu Esther muda wote anaotaka, toka iko kipindi yuko mdogo mpaka leo ni kujilia tu. Inasikitisha sana hii. Mimi hapa ni storyteller wako, naitwa Eazy Konka na hii hapa ni E7 Beats. Subscribe na utano notification bell ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Basi bana, Esther na makahaba wengine wote wakishamaliza show, pesa zote walizokusanya anachukua Mama D. Alafu wao wanakatiwa kiasi kidogo sana, kama buku 20 tu hivi. Na Esther ndo anasifika sana hapa, ni kahaba wa bei mbaya, anaiingizia faida sana hii club. Hapa penyewe wanapewa taarifa kwamba kuna wateja 8 wamemfanyia booking. Noma sana yani. Basi Sean na mshikaji wake wakaandaa house party. Pesa si ipo, Jason anaruka na warembo. Sean kakaa tu hana vibe. Mwana kamshtua, Sean akaamka, akatupiwa mauno mengi. Lakini hayo mauno hayavuti wazungu. Basi wakajitupia chumbani. Huku ndani Sean akaanza kumkwepa huyu kahaba, sijui kwa nini. Akamkataa kabisa. Mdada ikabidi aondoke tu. Kufika nje, akaanza kuambia washikaji zake Sean kwamba, "Mbona mkuniambia kama mshikaji ni shoga?" Unasema mchizi ni shoga kivipi sasa? Kama sio shoga mbona hata hajanigusa? Alimvurugia sana CV mshikaji pale. Kesho yake washikaji tena wamekula pose hapa sebleni. Jason akaanza kumlalamikia jamaa kwa nini hakuitafuna ile nyama. Ndo mchizi kusema ukweli sasa kwamba hajawahi kabisa kufanya hayo mambo, sababu wazee wake walikuwa wanamfungia ndani sana, na pia hataki atolewe bikira yake na mtu wa kawaida tu, anataka atolewe na mtu ambaye atampenda na atakuwa naye kwenye mahusiano. Haya bana, mida usiku kama kawa sherehe tu.
Leo amevimba klabu kwa akina Esther. Leo hii mchizi akaamua kumsogelea Esther. Kwa bahati mbaya, wakati anageuka akamgonga, kinywaji kikammwagikia. Esther akataka kumsafisha asimkere mteja. Mchizi akawa anamzuia, ni sawa tu, hakuna shida. Kisha akamwambia kwamba kampenda. Esther kujibu kitu, akageuka akaondoka. Mchizi kadata sana na Esther. Baadaye sana washikaji wakazuia nje, wanamsubiri Esther atoke. Muda kidogo akatokea. Mchizi akamsimamisha, akamwomba waondoke wote usiku wa leo. Mchizi alikuwa anatoka na Esther usiku huu, akauliza, unaweza kulipia 500,000 wewe? Mchizi akasema, mimi nitalipia naira 1,500,000 ili nimshike mkono tu, na nitamlipa mara 2 zaidi akikubali kulala na mimi. Esther akacheka kishenzi, unataka uende ukanitoe kafara sio? Mipango imedunda. Extra akaondoka na mteja wake wa kilo 5. Jason akamuuliza mchizi, unataka kumpa kahaba naira 3,000,000? Kwa nini? Mchizi hakumjibu, akaondoka. Siku nyingine tena kama kawaida, macho kwa Esther jinsi anavyoyaua. Mchizi hadi akawa anapata hasira akiona wanaume wengine wanamshika Extra. Anatoka nje ya klabu kabisa kanuna. Leo hii mshikaji wake akasema atamsaidia kumpata Extra, atamleta mpaka nyumbani kesho. Na kweli mzee, booking ikafanyika, 1,500,000 kwa usiku mmoja tu. Mama Dia akachukua pesa zote akampatia Extra hela 2 tu. Sijui ni buku 10, sijui ni buku 20. Yaani wananyonywa katika level za juu sana. Basi kesho yake Shoni atulii, haamini kama kamlipia Extra. Jason akampatia kinywaji akamwambia atulie tu, mchumba anakuja. Na muda kidogo tu Esther akapiga simu, anaomba elekezwe nyumba gani anaenda kutoa huduma. Akaelekezwa. Hapo sasa Shoni joto likapanda mara 2, kafika mtaani, kula vyombo. Mzee, nimevaa vizuri? Mchizi anamwangalia tu. Shati limenyooshwa vizuri au nikavae suti? Naonekana vizuri lakini au nikabadilishe? Jason ajibu. Baada ya dakika 5 hivi mlango ukagongwa. Akaingia Esther. Anashangaa, hello Extra. Hey. Esther kujua kama anakuja kutoa huduma kwa hawa jamaa, sababu anadhanigi hawa jamaa wanatakaga kumtoa kafara, wanalipiaga pesa nyingi mno kumpata, sio kawaida kabisa. Basi leo akajichapa mafuta ya Mwamposa kichwani, anavunja maagano yote aliyoweka ili wamtoe kafara. Basi Jason akatoka akawaacha. Esther akabugia shoti moja, akatupia mkoba kwenye sofa, kisha akajitupa mapajani kwa Sean. Mchizi akawa na meza mate, si unajua hajawahi. Alafu Esther yuko resi sana, mara aishike. Basi wakajitupa chumbani, Shoni anakwepa mabusu. Esther akasema anataka kumpa aina moja ya ngono, hiyo inaitwa BDSM. Utaipenda, ni tamu sana hiyo. Mchizi akalazwa chini, vifaa vikaanza kutolewa. Kwanza akapigwa pingu mikononi, fungwa shingoni kama mbwa, akalazwa chini tena. Mwisho kabisa akafunikwa macho, ukachukuliwa mjeledi. Sasa akachapwa mmoja, akaruka huyo. Mchizi alikuwa anasumbua sana, akaomba basi wafanye staili ya baba na mama, hii hatoweza. Hakuna kilichotokea. Mwisho wa siku Mchizi akasema ngoja aongee ukweli tu, kwamba alikuwa hataki wakutane kimwili, alitaka wakae wale stori nyingi tu wajuane. Esther akasema sawa, hakuna shida. Stori zikaanza kupigwa sasa. Baadaye wakati wa kulala walilala pamoja pia. Mchizi akumgusa kabisa Esther. Kesho yake Shoni anatoka nduki, anaenda jikoni kumwandalia chai Extra. Akakutana na Jason. Mchizi akamuuliza, hivi jana ulitisha kweli? Nilitega sikio mlangoni kwako usiku mzima, sijasikia sauti yoyote. Hakuna alokuwa anasema hada, sijasikia ni uwe, sijasikia ni nyonge. Kabla Shoni hajajibu kitu, akatokea Esther. Huyu mshikaji wako ni Simba. Akaanza kumsifia Mchizi kama vile jana alitisha. Yaani mpaka sasa hivi bado natetemeka miguu. Miguu inatetemeka? Jason haamini. Haya bana, Simba mwenyewe, mimi niko ndani huku. Wakabaki wawili sasa. Mchizi akaomba walau kumbato, kamsaidia sana. Esther akamkumbatia, akamshika makalio, akaruka huyo. Si umesema unataka kumbato wewe? Basi Esther akabeba mabegi yake huyo, akasepa kurejea mzigoni. Usiku wa siku hiyo washikaji wakaja tena klabu kwa Esther. Leo hii Shoni akacheza sana mziki na Esther, cheza staili za kila aina unaambiwa. Baadaye wakaingia chumbani, lakini hakuna chochote kilichotokea. Mshikaji bado anaogopa, anataka kukutana kimwili na mtu aliye naye kwenye mahusiano. Basi siku kadhaa mbele Esther akarudi nyumbani kwao kabisa, akamkuta babake anaumwa vibaya mno. Akaanza kumtia moyo tu kwamba akimaliza madeni atarudi nyumbani. Yaani toka kipindi kile mpaka leo lile deni la mzee wake analodaiwa na Jega bado halijaisha. Mzee akawa anafurahia tu sababu hakuna namna, madeni lazima yalipwe. Na kwenye maongezi yao ndo tunajua kwamba mdogo mmoja wa Esther kati ya wale wawili wa kiume alifariki. Hivyo kwa sasa kabaki mdogo mmoja tu anaitwa Timothy. Wakati wanaendelea kuongea, simu ya Esther ikaita. Ni Mama Dindo alikuwa anapiga. Esther akanyanyuka kwenda kuongea naye nje. Mzee akamshika mkono. Nakuja baba, usijali, nakuja sasa hivi. Huku nje Mama Dia akamwambia Esther kwamba chifu mteja anamhitaji saa 12 jioni, asichelewe hata sekunde. Esther akasema sawa, simu ikakatwa. Akarudi ndani ili amwage mzee wake arudi mzigoni, akakutana na breaking news. Baba yake muda tu kakata pumzi. Alilia vibaya mno, unaambiwa. Lia vibaya mno.
akampigia simu mdogo wake Timothy kumpa taarifa za msiba. Inasikitisha sana ise, lini atapata tabasamu huyu binti? Mungu. Basi hivyo akarudi mzigoni kutoa taarifa ili akaendelea na msiba. Rafiki yake Esther anaitwa Lisa akawa anampoza machungu tu shoga yake. Muda huo Mama D anapiga simu nyingi mno haziokotwi. Mwisho akaona atimbe mwenyewe. We chizi na kupigia simu upokei. Umeanza lini hiyo tabia? Mama D, unatakiwa kutulia. Haijalishi damu yako ni ya moto kiasi gani, kamwe haiwezi kuchemsha maji. Ina maana haujahisi hali ya utofauti wakati unaingia humu ndani? Huoni kama humu ndani kuna joto fulani? Huoni kama extra analia? Au hayakuhusu? Umeingia humu unaanza kubweka kama mbwa. Yaani unaongea na mimi hivyo? Kwani kuna mtu mwingine nyuma yako? Madam akasema sawa, sina muda wa huo upumbafu. Siwezi kuruhusu matatizo ya shoga yako yaharibu biashara yangu. Huyu mama, Madam D, babake Esther akafariki. Kwa hiyo kama babake kafa, atafute namna ya kumzika. Kwa nini unaongea hivyo? Wewe, matajiri wanamsubiri huko, matajiri wanaolipa vizuri, na wanatakiwa kukutana saa 12 kamili. Angalia saa, sasa hivi ni saa 11:30. Wewe simama hapo, jiandae, alafu usisahau kama wako watatu, na uhakikishe unawahudumia vizuri. Natumaini umenisikia. Baba yangu kafariki. Esther akanyanyuka kulalamika. Aliongea kwa hisia sana, akaomba walau siku ya leo tu akamwomboleze baba yake, lakini madamu akakataa. Tena akapokea simu ya matajiri na akawaambia kwamba Esther yuko tayari, anakuja ndani ya dakika 10 tu. Na madamu aliacha baridi mule chumbani. Alionyesha jinsi gani ana roho ya kinyama. Esther hakuamini kabisa. Yaani Madam D anasema niende kuhudumia mteja. Hauendi popote. Sauti ya Sean. Mchizi alisikia kila kitu sababu alikuja kumbuku Esther aondoke naye. Akasema kashangazwa sana na jinsi mambo yanavyoendeshwa hapa. Yaani baba yako kafariki na siku hiyo hiyo anataka kukupeleka ukalale na wanaume watatu. Hauendi popote. Yaani hata kama hili litaenda kupuliza akaunti yangu yote ya benki, basi sawa tu, hautoenda popote. Unastahili kumuomboleza baba yako. Twende kwangu, nitakulipia kwa wiki nzima. Tumeelewana? Esther katikisa kichwa tu. Muda mwingine malaika sio mpaka aje kwenye mavazi meupe, aje na mabawa au aje anatoa mwanga mkali. Sometimes wanadamu wenzetu tu wanaweza kuwa malaika. Kama jamaa hapa kamuokoa Esther katika situation mbaya sana. Basi huwezi amini, jamaa alilipia pesa nyingi sana akaondoka na Esther, na bado akawa anamwandalia chakula, anamletea kitandani, na bado anamlisha pia. Mchizi ana mapenzi ya kweli sana juu ya huyu binti. Baadaye kidogo wakaenda nyumbani kwa akina Esther msibani. Sasa wakakutana na Timothy. Mchizi akaanza kuongea maneno makali mno kwa dada yake. Anasema anaichukia hii familia, baba muoga, mama asiye na uvumilivu, na binti ambaye anauza mwili wake kwa kulipia madeni ya baba yake. Timothy, huwezi kuongea na mimi kama hivyo tena, usijaribu. Kila kitu nafanya ili kuilinda hii familia msiuawe. Kwani sasa hivi hatufi? Fungua macho yako Esther. Extra. Dogo akaendelea kutupa maneno mazito. Ikabidi Sean aingilie. Hivi dogo, huoni aibu? Huoni aibu dada yako anapambana kulipia madeni ya baba yako, muda huo wewe ufanye chochote cha kusaidia? Huoni aibu? Timothy akawatimua pale nyumbani waondoke tu, huku anawatupia maneno machafu mno. Ni hatari sana. Wakati wanarudi nyumbani, Esther alikuwa low sana. Sean akapambana kumweka sawa mpaka akacheka. Kufika nyumbani akamchapa mazawadi ya kutosha, maua na nini. At least kuna mtu anamjali huyu binti aise. Anapitia mengi sana moyoni mwake. Huku mjini club, Jega kajaa hasira baada ya kusikia wateja wake wa kila siku hawajapata huduma kisa kuna mtu alipanda dau na akaondoka na Esther. Hivyo anahofu wateja wake watahama club, na anajua kabisa huyu kijana ameanza kumpenda Esther. Basi akamvutia simu Esther. Simu inaingia huku upande wa pili, Esther anaokota. Mchizi anamuuliza uko wapi? Esther akasema niko kwa mteja ambaye amelipia kwa wiki nzima. Jega akasema hajali huyo mteja hata kama kalipia pesa miaka 20. Anamtaka arudi hapo club sasa hivi. Hawezi kuwasubirisha wateja wake wa kila siku kwa wiki nzima kisa mpuuzi mmoja ambaye analipia dabo. Mwisho kabisa akamwambia akimuona tena na huyo kijana baada ya mazishi ya baba yake itakuwa ni mazishi ya mdogo wake. Kwa hiyo unajua baba yangu kafa? Ndiyo najua. Na ukikiuka tena, mimi ndo nitakuwa mtu wa kwanza kukuambia jinsi mdogo wako alivyofariki. Ile kauli ilimvuruga sana Esther, akaanza kulia tu maskini. Mwisho akakaza roho, akabeba mizigo yake asepe. Shunde akaelewi mbona ghafla na amemlipia pesa ya wiki nzima. Akamwambia nenda kafuate lako iliyobaki. Yaani aliondoka akawaacha wote wawili kwenye bumbuazi. Bana imekuaje? Shoni mwenyewe haelewi. Baadaye Shoni akaingia chumbani akakutana na diary ya Esther. Kuifungua kuisoma,
akakuta Esther aliandika maisha yake toka siku ya kwanza anaingia pale club, na jinsi walivyokuwa wasichana wengi wanapitia manyanyaso ya kingono, walivyokuwa wanabakwa kila siku, walivyofundishwa kucheza ili kuvutia wanaume. Sean ndo anajua leo hii kwamba Esther kaanza hizi harakati toka yuko mdogo sana. Roho ilimuuma vibaya mno. Natakiwa kusitisha hii biashara. Basi bana, Esther karudi mzigoni. Sean naye akaja kumnunua kama kawaida, lakini Esther akamkana kwa upee kwamba hamjui, akamwagia na pombe kabisa. Mabosi wanachekelea tu. Sean na Jason wakatoka nje. Mzee anajua kafanya vile kwa sababu kafanya hivyo ili kuwafurahisha wale wapuuzi mule ndani. Huwa msichana anapitia mengi na ninatakiwa kumsaidia. Hii ni zaidi ya utumwa sasa. Jason akamwambia kila kitu kitakuwa sawa tu. Siku kadhaa mbele, Jason na Sean wakaja tena pale club, lakini wakazunguka kwa nyuma na wakambananisha Lisa, shoga yake Esther, na wakamwambia mpango wao kwamba wanataka kuwasaidia. Hasa Extra yuko kwenye matatizo makubwa sana sasa hivi. Ndio Lisa kuanza kutoa ushirikiano sasa. Akaanza kuwapa siri za hapo. Muda huo Jason anarekodi kila kitu. Lisa alisema kila kitu, akamtaja na bosi anayeongoza hii klabu, Mr. Jega. Mara katokea Madam D. Si nilikwambia usije hapa wewe? Nyamaza. Unaona kuna mwenzako hapa. Waangalie, uone wana ndevu. Alafu mzee unakuja unaongea tu kwa vijana. Lisa, nyamaza. Unaongea na mimi hivyo Mama D? Punde likapaki gari. Akashuka Esther. Bado anamkataa tu Sean. Mchizi anamvuta aende kwenye gari lake waondoke, lakini Esther hataki. Mr. Jega naye akashuka. Akaja kwa mikwara mingi huyo. Vijana wadogo, kabla sijafumba macho na kufumbua, wote muwe mmeondoka hapa. Nyamaza. We nani? Una shida gani? Nisikilize we cowboy. Mimi sikuogopi kwanza, hata sikuoni. Hata kama uvae kama Tom na Jerry au uvae kama Father Christmas, mimi sikuogopi. Jiheshimu we mzee, jiheshimu kabisa, kwa sababu ili kaburi unalochimba litakumeza mwenyewe. Kijana mdogo, mimi Jega nichimbe kaburi alafu linimeze mwenyewe. Mwana akaanza kumwaga laana kiruga sasa. Akataja na siri zao zote za kuchukua watoto wadogo na kuwafundisha ukahaba. Hey kijana mdogo, unaongea na mimi hivyo? Oga, na mtusi mpaka baba yako mzazi. Mungu akuadhibu wewe na baba yako mbwa wewe. Vurugu likaibuka pale, vumbi lilitimka kwenye vigae mzee. Jega huyo akapotea. Sean akafanikiwa kuondoka na Esther. Kufika nyumbani, Esther akawa nawaza Jega atakuwa tayari kamuua kaka yake maskini. Jason akatokea akamwambia, wazee, nina taarifa njema. Video zina trendi sana sasa hivi. Blog zote zina posti. Esther akasogea kuona. Mitandao imechafukwa vibaya mno. Wanaongelea tu hiyo klabu ya Mr. Jega. Hakuna stori nyingine. Esther akauliza inawezekanaje hii? Sean akasema, nilifuatilia na nikagundua kwamba Jega ni mtu mwenye connection sana, na njia pekee ya kupambana naye ni kupitia mitandao tu, ili wale watu wake wamkimbie abaki peke yake. Unamwona huyu jamaa hapa? Katoa naira milioni 12 kwa watu wa media tofauti tofauti ili waposti hii story. Na mpaka tunavyoongea sasa hivi, story inayo trend ni hiyo tu, sio Instagram, TikTok, kila kona, na familia kibao zinatoa ushahidi. Esther akasogea kumshukuru jamaa. Hapo naye mchizi akaanza kumtongoza kwamba anamhitaji zaidi ya rafiki awe familia yake yani. Wakapata kumbato zito. Basi kweli mzee, klabu ikavamiwa. Hiyo inaitwa Zoa Zoa. Akina Jega wako uchi, sijui alikuwa anafanya mapenzi humo ndani. Ni aibu. Wasichana wote wakapatiwa uhuru wao. Basi bana, maisha yakaendelea. Esther na Sean ni furaha tu, michezo ya hapa na pale na nini. Penzi ni zito mno. Kuna siku Sean akaenda kwa kina Esther kuongea na Timothy. Dogo naye hataki kusikia maongezi, akarusha ngumi ikadako akakunjwa. Mwana akamwambia hajataka mambo mengi, kaja hapa ili waongee tu. Timothy akakubali waongee. Basi wakakaa, mchizi akamwambia kwamba anataka kumuoa dada yake. Akaongea mambo mengi ambayo aliurudisha nyuma moyo wa jamaa na akamuunga mkono mchizi. Siku inayofuata Esther akaenda kuangalia ile klabu waliokuwa wanafanyiwa unyama kwa miaka. Hatimaye imefungwa sasa, yamekuwa makazi ya ndege tu. Esther anaongea, anasema sasa yuko free, na kawa free kwa sababu jamaa aliamua kumpambania. Akamshukuru sana. Wakapata kumbatu fulani la moto sana. Mara simu ya Esther ikaita, ilikuwa ni mdogo wake Timothy. Esther akapokea. Timothy akasema, najua Sean anakupenda, kwa hiyo nawatakia mema tu na mwanzo mwema. Naomba wote tuanze upya. Sitochukulia poa mapenzi yako tena, nakupenda. Nakupenda pia. Alafu nitakuona muda so mrefu. Simu ikakatwa. Bana, washikaji wameshinda vita vikali. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa A Lady and Her Gentleman. Niandikie maoni yako hapo chini, umeionaje hii kazi? Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Easy Konka. Tukutane kwenye video nyingine. Bye. Tuna stress na life wesimami tu inasonga. Movie kali pekee ndo inaweza roho ikakonga. Hauelewi movie ndefu lugha zinagonga. Save time, hii 7B storyteller konka. Wezi cheki movie moja toka juzi. Muda hautoshi na unapenda movie. Tayokata kiu yako ni E7B. E7 Beats, E7 Beats.
YouTube channel ni moja tu, E7 Beats, hata kama ilikata